Karibu sana kwenye video yetu ya leo ambapo tutajifunza kwa undani jinsi ya kurejesha afya ya homoni bila kutumia dawa za kemikali. Usawa wa homoni ni muhimu sana kwa afya yetu kwa ujumla, kwani huathiri kila kitu kuanzia hisia zetu, usingizi, hadi uzito wa mwili na viwango vya nishati. Kuelewa na kudumisha usawa huu ni hatua muhimu kuelekea maisha yenye afya na furaha. Kuna mbinu nyingi za asili na rahisi ambazo zinaweza kusaidia kuboresha usawa wa homoni mwilini mwako. Leo, tutachunguza baadhi ya mbinu hizi muhimu ambazo unaweza kuanza kuzitumia mara moja ili kuona mabadiliko chanya katika afya yako ya homoni. Mbinu hizi zimejikita katika mabadiliko ya mtindo wa maisha na tabia za kila siku. Lishe bora ni msingi muhimu na wa kwanza kabisa kwa afya ya homoni, kwani vyakula tunavyokula hutoa virutubisho muhimu vinavyohitajika kwa uzalishaji sahihi na udhibiti wa homoni mbalimbali mwilini. Kila kitu unachokula kinaweza kuathiri jinsi homoni zako zinavyofanya kazi, hivyo basi, uchaguzi wa vyakula ni muhimu sana. Mlo usiofaa wenye vyakula vingi vilivyochakatwa, sukari iliyosafishwa na mafuta yasiyofaa unaweza kusababisha uvimbe sugu mwilini na kutatiza uzalishaji wa homoni. Hii inaweza kusababisha matatizo mbalimbali ya kiafya, ikiwemo usawa wa homoni, hivyo ni muhimu kuepuka vyakula hivi kadri inavyowezekana. Vyakula ni pamoja na mafuta yenye afya kama avocado, ambayo yamejaa asidi ya mafuta ya monounsaturated, mafuta ya nazi, ambayo yana triglyceridi za mnyororo wa kati, na samaki wenye mafuta kama lak na sardini, ambao ni vyanzo bora vya omega-3. Mafuta haya husaidia katika utengenezaji wa homoni na kupunguza uvimbe. Pia, protini bora kutoka vyanzo vya asili ya wanyama kama vile kuku, mayai, na nyama nyekundu isiyo na mafuta mengi, pamoja na jamii ya mikunde kama maharage na dengu, ni muhimu sana. Mboga za majani kama mchicha, kale na karoti ambazo zimejaa vitamini na madini, pia huchangia pakubwa katika afya ya homoni. Usisahau matunda kama maembe, ndizi, papai na machungwa ambayo hutoa vitamini na nyuzi-nyuzi muhimu. Nafaka zisizokobolewa kama mtama, mahindi na mchele wa kahawia, pamoja na karanga na mbegu kama almondi, walnuts, flax seeds na chia hutoa nishati endelevu na virutubisho muhimu kwa usawa wa homoni. Vyakula vya kuepuka ni pamoja na vyakula vilivyosindikwa sana, sukari iliyosafishwa ambayo huongeza viwango vya insulini haraka, kafeini na pombe kupita kiasi ambavyo vinaweza kuathiri usingizi na homoni za stress. Kwa baadhi ya watu, maziwa na gluten pia vinaweza kusababisha uvimbe na kutatiza usawa wa homoni, hivyo ni muhimu kusikiliza mwili wako. Mazoezi sahihi na ya wastani ni muhimu sana kwa kusawazisha homoni, kwani husaidia kuboresha unyeti wa insulini, kupunguza viwango vya cortisol na kukuza uzalishaji wa homoni za furaha. Mazoezi ya wastani kama kutembea kwa kasi na yoga yanaweza kusaidia sana bila kuweka mkazo mkubwa kwenye mwili. Mazoezi husaidia kutuliza akili kwa kutoa kemikali za furaha zinazoitwa endorphins, ambazo huboresha hisia na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, mazoezi kupita kiasi, hasa yale yenye nguvu sana na ya muda mrefu, yanaweza kuwa na athari hasi kwa homoni na kuongeza viwango vya cortisol na kusababisha usawa wa homoni. Aina za mazoezi unazoweza kufanya ni pamoja na kutembea kwa dakika 30 kila siku, yoga kwa ajili ya kubadilika na utulivu, kukimbia kwa umbali mfupi, kuogelea ambayo ni nzuri kwa mwili mzima na kuendesha baiskeli. Chagua mazoezi unayofurahia ili uweze kuyafanya mara kwa mara na kwa urahisi. Usingizi wa kutosha na wa hali ya juu ni muhimu sana kwa afya ya homoni, kwani usingizi duni unaweza kuathiri vibaya homoni muhimu kama cortisol, homoni ya stress, na insulini ambayo hudhibiti sukari ya damu. Ukosefu wa usingizi unaweza kusababisha kuongezeka kwa uzito na matatizo mengine ya kiafya. Ni muhimu kuwa na ratiba ya kulala isiyobadilika hata mwishoni mwa wiki, ili kusaidia mwili wako kudumisha mdundo wa asili wa circadian. Watu wazima wanashauriwa kulala angalau saa 7 hadi 8 kila usiku ili kuhakikisha homoni zako zinafanya kazi ipasavyo na mwili wako unapata muda wa kutosha wa kujirekebisha.
Hakikisha unalala masaa 7 hadi 8 kila siku kwa utulivu. Epuka kafeini na pombe kabla ya kulala kwani vinaweza kuvuruga usingizi wako. Na zingatia kulala na kuamka kwa wakati mmoja kila siku ili kuweka ratiba thabiti ya usingizi. Unda mazingira tulivu ya kulala kwa kuzima taa na vifaa vya elektroniki. Msongo wa mawazo au stress unaweza kuathiri vibaya usawa wa homoni, hasa kwa kuongeza uzalishaji wa cortisol ambayo inaweza kusababisha matatizo mengi ya kiafya. Hivyo ni muhimu kujifunza mbinu mbalimbali za kuupunguza msongo wa mawazo katika maisha yako ya kila siku. Mbinu rahisi na zenye ufanisi kama vile kupumua kwa kina ambako husaidia kutuliza mfumo wa neva, kutafakari kwa dakika chache kila siku na kutumia muda katika asili kama vile kutembea bustanini au msituni. Zinaweza kusaidia sana kupunguza viwango vya stress na kuboresha usawa wa homoni. Unaweza pia kusikiliza muziki wa kutuliza ambao unaweza kupunguza wasiwasi na kuboresha hisia zako, au kuzungumza na mtu unayemwamini kama rafiki au mwanafamilia ili kushiriki hisia zako na kupunguza mzigo wa mawazo. Hizi ni njia rahisi za kujitunza na kudhibiti stress. Kuboresha afya ya homoni bila dawa kunahitaji mabadiliko ya mtindo wa maisha yenye afya na kujitolea kwa muda mrefu. Ni safari inayohitaji uvumilivu na udhabiti, lakini matokeo yake ni afya bora na maisha yenye furaha zaidi. Anza na hatua ndogo na ujenge tabia njema polepole. Kula lishe bora na yenye virutubisho vingi, kufanya mazoezi sahihi na ya wastani, kupata usingizi wa kutosha na wa hali ya juu, na kupunguza msongo wa mawazo kupitia mbinu mbalimbali, kunaweza kusaidia kusawazisha homoni zako kwa ufanisi. Mbinu hizi zote zinafanya kazi pamoja kuboresha afya yako kwa ujumla. Kufuata mbinu hizi kutaboresha afya yako kwa ujumla, kukupa nguvu zaidi na kukufanya uwe na maisha yenye furaha na amani zaidi. Utajisikia vizuri kimwili na kiakili na utaweza kufurahia maisha kikamilifu bila kutegemea dawa. Anza leo na ujionee mabadiliko. Kwa vidokezo zaidi vya afya, mbinu za kuboresha maisha yako na taarifa muhimu kuhusu ustawi, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu. Bonyeza kitufe cha subscribe na kengele ili usikose video zetu mpya. Asante kwa kutazama.